kwa sababu ungekosa kukuja. Haleluya. Lakini neema ya Bwana imekufikia. Asante sana. Haleluya. Mzee Zioki na familia yake tunashukuru Mungu amewarejesha. Walikuwa kwa wana msiba. Haleluya. Lakini Bwana amewatendea mema, tunashukuru. Haleluya. Kwako wewe pia umekuja. Haleluya. Tusalimie mwenzako hapo. Mwambie umesapokea salamu za Pastor Peter. Anawapenda kama kanisa. Haleluya. Siku ya leo Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Na tunaendelea vizuri. Amen. Nilikuwa na ujumbe ule nilikuwa ninafikiria nitanena, lakini Bwana akabadilisha nikiwa hapa. Haleluya. Na yote tunasema ni asante. Nataka tunenee juu ya activating the word of God in your life. Haleluya. Kufanya neno la Mungu liwe na nguvu, yani liweze kutimika. Haleluya. Tusio watu wa kusikia tu neno, lakini tuone pia neno la Mungu likiwa hai ndani yetu. Haleluya. Ndani ya maisha yetu likitimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati Bwana anatilia neno katika pale kitabu cha Genesis. Haleluya. Twende Genesis 1. Hata mimi wacha nitembelee Genesis. Sikuwa nimepanga na sikuwa hata najua nitatembelea Genesis 1. Tujiandae kwa sababu ya hiyo revival meetings. Na kuomba revival ni juu yako na mimi. Haleluya. Revival huwa inakuja kututia nguvu. Mahali tumezima moto, mahali tumekuwa baridi, Bwana aweze kuturevive. Haleluya. Tuweze kurejeshewa moto, tuweze kurejeshewa upendo, tuweze kurejeshewa kile tumepoteza. Kwa hivyo katika hiyo wiki ya revival ikitangazwa, naomba wewe ujiandae. Tusome hapo mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Haleluya. Na Mungu akasema. Haleluya. Before Mungu aseme kulikuwa na mbingu. Haleluya. Na nchi ilikuwa imejawa maji. Haleluya. Kulikuwa maji. Na Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Haleluya. So the Spirit of God huwa amko mahali ametulia. Haleluya. Mpaka wakati yule neno la Mungu litasemwa. Haleluya. Na Mungu akasema. Haleluya. Mahali hapa tumeambiwa ya kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Haleluya. Katika Psalms imesema don't you know you are gods. Haleluya. Na hata Yesu akarudia hilo neno akasema don't you know you are gods. Haleluya. Kwa hivyo kwa sababu kuna Mungu muumba wa mbingu na nchi, nasi ametuumba katika mfano wake na katika sura yake. Kwa hivyo na sisi tumebeba uungu ndani yetu. Haleluya. We have power to create. Na ndio sababu maneno ya kinywa chako ni ya muhimu. What you are today ni a result of what you have been speaking. Haleluya. What you will be tomorrow, kile maisha utakuta huko mbele, sio mtu atakuambia, ni wewe kile unaomba na hii kinywa chako. Haleluya. Ukianza kusema uzee umeingia, inakujanga. Na kwetu watu wakizeeka miguu inaenda hivi, inaanza kupoteza tu fomu. Pole pole, ni maneno yako ile umekuwa ukinena. Bwana Yesu asifiwe. So maneno because we are gods. Hallelujah. Sijasema God ya capital G, nasema God ya small g na S mwisho. Hallelujah. We are gods. We have the power to create. Hallelujah. So wakati tunanena neno la Mungu ndani ya maisha yetu na katika hali zetu, hilo neno Roho wa Mungu huwa kwa mahali analigojea. Hallelujah. Na sasa ukinena negative, una attract negative spirit. Hallelujah. Una allow the enemy kukumba mambo mabaya ndani ya maisha yako. Hallelujah. Ukinena mambo ambayo sio yampatani na mapenzi ya Mungu, naye shetani yako maroza, si mkuu wa anga. Tunasemanga shetani is the prince of the air. Hallelujah. Ako huku hewani anagojea na system zake ziko na kuna tumanao kumsaidia. Hallelujah. Tuchukue hiyo maneno yale umenena. Sasa hiyo maneno huko wanakuambia pia mambo. Bwana Yesu asifiwe. So it is ni
vizuri sana kunena maneno positive. Kuna siku hapa tulinenewa neno, tukaambiwa ya kwamba yule anataka uzima, afurahie uzima, lazima awe akitunza maneno yake. Haleluya. So tukua ukitunza maneno yako, kwa sababu maneno yako ndio utakayokulia, ndio italete amani ama italete chuki ama ubaya katika maisha yako. Kwa hivyo nikaona ya kwamba wakati tuko katika 2 Kings 7, acha tusome kwanza nisikuelezee zaidi. Tuko 2 Kings 7. Asante Yesu, asante Roho kwa sababu ya neno lako. 2 Kings 7. Elisha akasema, soma na yako na nasoma na yangu. Elisha akasema, nisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Basi Bwana Yesu asifiwe. Acha kwanza tufikishe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Elisha alikuwa nabii na alikuwa na roho wa Mungu. Haleluya. Elisha alikuwa na roho wa Mungu kwa sababu alitumika chini ya Elijah. Na Elijah alipokuwa akienda, alimwachia yule roho alikuwa naye, alimwachia Elisha. Haleluya. Na Elisha alipokea kwanza maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Elisha, wakati mfalme, kuna wakati hapo Samaria kulikuwa na kiu, kulikuwa na njaa. Walikuwa wamevamiwa na maadui. Haleluya. Na wakafungiwa malango. Kukawa hakuna mtu awezaye kuingia ama kutoka. Haleluya. Wakafungiwa na wao pia wakafunga vijito kwa sababu waliona kwamba huyu mfalme Ben-Hadad atakuja kuingia. Haleluya. So na wao wakasema wacha wafunge mapema. Haleluya. Kwa hivyo ukawa na njaa kubwa sana, mpaka watu wakawa wamama wanakula watoto wao. Na mfalme hapo akasikia wamama wawili wakibishana, naye mfalme alikuwa anatembea. Haleluya. Na jiwa, kinyesi cha jiwa kilikuwa na dhamana, na kichwa cha punda kilikuwa na dhamana. Walikuwa yani desperate, kama unaweza kula mapupu ya hao jiwa. Haleluya. They were in a desperate situation. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kukula mtoto. Mama moja akasema leo tukule wako, kesho tukule wako. Wakakula wa huyu wake, siku nyingine wakule, yeye akaficha wake. Tunaona ujinga. Wewe unawezaje? Ndivyo tunafanyanga. Unatoa yako, unasarenda yako. Mtu anakuambia leo ni wewe. Si kuna ile kastori tulikuwa tunasikia ya sungura na fisi. Sungura akaambiana waende wakapige mabibi zao. Sungura akachukua darama kibuyu. Yeye anapiga na anasema naye fisi yeye ni kurarua. Kwa hivyo ndivyo inakuanga. Kuna watu wale ni fisi na kuna wale ni sungura. Wanakukulia ujanja, unasikia advice yake, lakini yeye hafanyangi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mama wakakuja kukesi kwa mfalme. Mfalme akakadhabika mpaka akafua mavazi yake. Naye mfalme alikuwa anajua solution ya hiyo mji. Kutoka kwa hiyo solution, kwa hiyo situation, ni yule ako na ufunguo, ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Unaona hata katika hii nchi yetu, ifoni watu wanaweza jua dhamana ya mafuta ya Mungu, watumishi wa Mungu. Sio eti hakuna watumishi wa Mungu wanaweza tumika kuponya nchi, lakini pale imefika hata sisi wenyewe, hata watumishi wote hatujielewani. Hata kanisa haionyeshanagi dhamana. Haleluya. Sasa nikuulize, tunaweza kaa mahali usengenye Pastor Margaret na Sunday ukuje umsikize, na utafeel hivyo ndivyo imefanyika. Haijaanza na huko juu, imeanza na mimi na
Na wewe tunaweza keti chini, mimi na mimi si niko na bishop ni msengenye. Ulisikia tunasengenya. Alafu una expect hiyo mafuta iende ikakutetee. Haleluya. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo sisi tunadharaulisha watumishi wa Mungu. Tunadharaulisha watumishi wa Mungu mpaka wale wako nje hawawezi ona dhamana ya watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. But tunaweza heshimu watumishi wa Mungu kama watu wa kitambo. Uliona mfalme akiletewa barua na Naaman, imeandikwa na mfalme wake ya kwamba aponye Naaman. Mfalme alirarua mavazi yake, akauliza kwani mimi nimekuwa Mungu? Na kwani anataka vita na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu wa leo, Ruto, tuseme president wetu, aletoe barua kutoka Uganda na komanda wa huko ambiwe mponye. Unajua hataona kama ni kitu. Atasema najua kule nitakutuma. Yeye ndiye atamtuma. Yaani si unaona, ama aite mtumishi wa Mungu kuja State House. Kuna mtu unatakiwa umponye. Si unaona? Kukosea dhamana watumishi wa Mungu. Imeanza mimi na wewe. Mpaka sasa siku hizi hakuna hiyo. Sasa lakini wakati huo, huyu mfalme wa Samaria alijua ya kwamba solution hii ni Mungu amefanya. Kwa hivyo solution iko na watumishi wake. Suluhisho la hili jambo. Akatuma message wake. Na yeye Elisha alikuwa anafahamu, yaani Roho wa Mungu alikuwa amemfunulia. Akasema kuna mtu ametuma, akaambia wale walikuwa na yeye, kuna mtu ametuma, akikuja fungeni mlango, kwa sababu mfalme ako nyuma yake, muovu ako nyuma yake na anataka kichwa changu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, na sasa wakati huyu alitumwa na mfalme akakuja, Elisha alimwambia sikia neno la Bwana katika solution yaani maisha yako. Hata ukikutana na challenge, lazima utafute neno lile linaweza kunenewa hiyo challenge ambalo sio lako, ni la Mungu. Haleluya. Na ukisikia neno la Bwana, hata kama utadidikea, hata kama ni kama dosi, hata kama kuna matibabu tunakunyonga na siku moja na unaponya, hata sio siku moja, kuna dawa utakunywa tu mara moja kichwa itulie. Si ndio? Yeah. Na kuna ile nyingine upe prescription ya siku 5, kuna nyingine ya wiki, kuna ile utaambiwa wiki 2, kuna ile utaambiwa mwezi, kuna nyingine mtu anaenanga muda mrefu. Si ndio mama Ana? Hata uko Kisumu, lakini wewe sasa huwezi kaa Kisumu, unaambiwa uende na hii referral letter ukamalizie matibabu kwa hospitali zile ziko huko za government Nairobi, si ndio? Na ukienda wataendelesha hiyo matibabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na wewe ukijua neno la Mungu katika situation yote, lazima tutafute neno la Mungu la kutusaidia. Haleluya. Nawaambia hivyo kwa sababu nimeona. Unajua saa zingine Mungu anatufunzanga by experience. Watoto wangu wakaanza kugonjeka. Last time wote wawili unasikia allergy ya macho, wote wawili. Tena ikatoka allergy ya macho. Nikaambia daktari, nikamwambia wewe wakikuja midterm, hata ilikuwa before midterm, nitawashughulikia. Nikasema hii ni pepo. Wanawezaje gonjeka macho wawili? Mimi sina shida ya macho, baba yao hana shida ya macho. Unajua kuna ile unaona hawa kuna kwetu kuna kuanga na hii. Unajua ni hiyo kamrango. Haleluya. Nikawaambia hii ni shetani. Nikawaambia hii tutashughulikia. Hiyo ikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tena wakaanza tumbo. Nikauliza hii nayo ni nini? Nikiwa tu sana unajua unaangalia wote wawili. Nikauliza tena nyinyi wawili tumbo, hii ni shetani. Nikawaambia nitashughulikia. Mungu akaniweka hiyo neno. Exodus 23:25. If you worship me, I will heal your food. Kuna mahali inasema heal na kuna ile inasema nitabariki. I will bless your food and your water. And I will take sickness from your midst. Hallelujah. Nikawaambia hii hakuna magonjwa. Hii tunamwabudu Mungu. Sasa mwe mkisoma hili neno hata mlijue nini wenyewe. Mwe mkisema before mkule, God you have said if we worship you, you will bless our food and our water.
Na nikamwambia, wananiambia niwapeleke special. Nikawauliza special gani? Nyinyi sio wa special, nyinyi ni wa kurandua yote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninakwambia, na saa hiyo na daktari na wao hapo wanasema wapimwe, wakapimwa, wakawa negative. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninakwambia, in every solution, in every situation you are in, you have to know the word of God. Itabak your hand. Kwa sababu sio maneno yako, sio maombi yako, maneno yako. Haleluya. Lazima ujue neno lile litanena. Ukinena hilo neno, Roho wa Mungu anaanza kuactivate. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona ya kwamba Elisha akanena neno hilo, umesikia. Ya kwamba siku kama kesho, kama saa kama hii, yani unga, mkebe wa unga utakuwa ukitoka Shekeli. Bwana Yesu asifiwe. Na hakukosangi Doubting Thomas. Yule alikuwa anaegemea mfalme, anambebea mfalme, yani mfimbo yake ya kutawala, ako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Akasema na wewe hata mbingu ikifunguliwa madirisha, hilo jambo haliwezi kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Naye mtumishi wa Mungu, kwa sababu Elisha, unjue Elisha sio kama watumishi wale walikuwa. Yeye alikuwa na deal hapo. Si unakumbuka kuna vijana walimuita kipara. Kushinda akingengana na wao, aliwalaani hapo na 40 of them wakararuliwa na dubu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yule atakosa kuamini ni shida yako. Lakini mimi nimekuja kukuambia wewe vile utakuwa ukifanya. Ili neno likihubiriwa hapa lisiwe tu likianguka bure. Kwa sababu Mungu anasema neno lake analifuatilia. Likitoka kinywani mwake huwa analifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasikia neno la Mungu, ni wewe nafasi yako kufanya hilo neno lifanye kazi ndani ya maisha yako. Sio Mungu na sio mtumishi wa Mungu, ni wewe ambaye umelisikia. Haleluya. Ni wewe. Lazima kwanza tunapoingia kwa nyumba ya Mungu tutengeneze mapito yetu. Haleluya. Neno la Mungu linapokuja haliwezi kuta mahali hapajatengenezwa. Moyo wako lazima ufanyie kazi. Haleluya. Kwa nakwambia moyo wako lazima ulime, ungoe makwekwe. Wewe ndio utajichunguza. Ujue njia zako ni wapi, naweza kuwa nimekosea Mungu wangu. Haleluya. Kwa sababu hautaki kuja hapa alafu utoke hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Roho wa Mungu anatembea, huwa anajazilia kila mmoja kulingana na kiu yako, kulingana na njaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unakuta kuna yule atabeba mingi na kuna yule yeye hata ashakinaye already sahi ashajaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni according to your vile njaa yako, yani your appetite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nawaambia hata mafuta gani, lazima kwanza uwe na appetite. Haleluya. Lazima ufunze moyo wako ukikuja kwa nyumba ya Mungu, sio na ukawaida. Lazima ucreate hunger in you. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ucreate hunger, lazima uwe na njaa na kiu. Ukuje ukuwa na kiu, haukuje tukuona fulani, kukutana na fulani juu nina uhitaji. Hakuna mahali kwingine tutaonania na huyo. Lazima nikuje Sunday. Lazima wewe ukuje kukua umeweka ndani yako ya kwamba umetarajia kupokea kwa Mungu. Haleluya. So huyu mtu Elisha akanena neno lake. Elisha aliponena neno lake, situanze kusikia. Haleluya. Tuko mstari wa 3. Akamwambia hata ona, si ndio? Kwa hivyo tunataka kuona kama alikula ama hakuona. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Wakati neno la Mungu linapita, Mungu is not a respecter of persons. Haleluya. Neno la Mungu ni kuhijack, unaweza hijack. Haleluya. Unaweza hijack kulingana na kiu yako na njaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza iwe in the atmosphere, mahali mbingu imefunguka. Mahali hapa mbingu imefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali mbingu imefunguka, kuna malaika wa
wa kupanda na wa kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa unaweza kuta mtu yule alikuwa anatarajiwa apokee hata hayuko kwa kanisa ama ako lakini hata hako haja prepare his ways. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi enda kukiwa na mtu ako na kiu na njaa ataiattract na atapokea. Bwana Yesu asifiwe. So hapa kulikuwa na watu ambao mashuhuri kama huyu alikuwa na mfalme anasema si alikuwa jemedari. Kwa hivyo huyo mtu hakuwa na njaa. Wale watu wa kawaida ndio walikuwa na njaa, lakini kwa nyumba ya mfalme sio eti kulikuwa hakuna chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu yeye aliongea kwa sababu yeye bado anashibisha tumbo yake. Bwana Yesu asifiwe. So hakuwa na njaa. Hangeona hili neno limenenwa, wacha niamini hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu ambao alikuwa ready kutumika na Mungu. Haleluya. Lazima ufanye moyo wako uange ready ya kwamba Mungu wakati atataka kutimiza neno lake anaweza kukutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona Mungu hakuangi respecter of persons. Kukawa na wenye ukoma wanne. Bwana Yesu asifiwe. Wenye ukoma wanne walikuwa hata hawako ndani ya mji. Haleluya. Walikuwa nje ya mji. Yaani walikuwa watu ambao nje ya mji hata wametupwa hapo kwa sababu hata maadui wakitaka kuja kuwamaliza wako nje ya mji. Hawajafungiwa ndani ya mji. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wenye ukoma wanne ndio walianza kusemezana. Haleluya. Kitu kingine ili Bwana akutumie. Watumiangi wale watu wanaona wanafaa. Bwana Yesu asifiwe. Hatumiangi mtu yule anasema ai mimi hiyo nikipewa ile maji naweza preach hata hiyo neno kurarua. Na Bwana Yesu asifiwe. Hai kama ni mimi Bwana si huyo mtu atakaa sana. Haleluya. Mungu anatumianga wale watu wanaonekana hawafai. Wale watu unaonanga wao hawafai kwa hata wokovu. Wale hawafai hata kuingia mbinguni. Ndio tutakuta huko mbinguni. Ndio sababu bingu siku ya kuja kwa Yesu tutakuwa na many surprises. Haleluya. Wale watu tunahesabia ya kwamba hawafai kuingia mbinguni ndio tutakuta huko wakituambia mimi nilifika kitambo. Haleluya. Njia ya Mungu sio yetu. Na vile Mungu mawazo ya Mungu sio kama ya mwanadamu. Lazima tukaange tumenyenyekea mbele za Mungu. Lazima tufute mioyo yetu kunyenyekea. Na tuache kuwa judgmental. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anakuwa very merciful kuliko mwanadamu. Haleluya. Sisi tunaweza andikia mtu huyu hata hafai. Haleluya. Na huyo ndiye Mungu anaona anafaa. Haleluya. So tunaona hawa wenye ukoma wanne wakaanza kusemezana. Lazima ukisikia neno la Mungu uanze kufikiria juu ya hilo neno. Uanze hata kulinenea hata ukiwa peke yako hata ukiwa kazini. Usisahau lingine neno unasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo neno lilikuwa linasema aje? Ukiliwaza roho wa Mungu anaanza kuactivate kitu ndani yako. Kama huko na tumaini unaanza kupata tumaini. Kama huko na amani unapata amani. Kama huko na imani hilo neno lina create imani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona wenye ukoma wanne. Acha tuanze kuona wenye ukoma wanne tukisema wakaanza kusemezana. Wakasema ati bona tunataka tunakaa hapa hata tufe. Tukisema tutaingia mjini mna njaa nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile. Haya twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tutakufa tu. Haleluya. Neno la Mungu pia wakati linapita huwa linaanza kubadilisha mindset. Haleluya. Linaanza kubadilisha mindset ya yule Mungu amekusudia hilo neno limfanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wenye ukoma I am very sure sio mara yao ya kwanza kukaa hapo. Kwa sababu wenye ukoma kitambo hawangetangamana na watu. Na ujue hii Samaria ni Israeli.
Na Musa alikuwa amesema mtu mwenye ukoma arushwe nje ya nchi. Kwa hivyo hapo ndipo mahali pao walikuwa wanajua pale watakaa. So hata wangeingia kwa mji hawangefaa kutangamana na watu. Haleluya. Lakini kwa sababu kuna neno limenenwa kupitia Roho wa Mungu, lazima Roho wa Mungu angefanyisha hiyo neno kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hata atatumia nani, lazima neno lingetimia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo hawa wenye ukoma ni least expected kuwa wanaweza fanya kuwe na solution. Haleluya. Lakini hawa wenye ukoma ndio Roho wa Mungu ameanza kuisha ndani yao. Haleluya. Wanaanza kufikiria hata kwenda kwa maadui. Yaani hata jeshi ya huyu mfalme haingesema sasa wao walikuwa wamekuwa tu dormant. Mawazo yao hayafikiri na kwamba kuna solution inaweza toka. Wao walikuwa wamekaa tu katika mji wa kufe. Haleluya. Lakini Mungu anatumia wenye ukoma ambao hawafai hata kwa watu wa kawaida, ambao wako written off. Haleluya. Na ndio wanaambiana tukikaa hapa tutakufa. Tukirudi kwa mji tutakufa. Lakini tukienda kwa kambi ya Washami, wakitaka kutuhifadhi watuhifadhi. Hata wao bado walikuwa wana take risk. Haleluya. Mungu haoperate na mtu ambaye sio risk taker. Faith is risk taking. Bwana Yesu asifiwe. Faith, imani ni kuriski. Una risk hata maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Una risk maisha yako. Lazima ujue ya kwamba faith ni kuriski. Watu wengi wamesikia neno la Mungu, lakini kile kimewazuia kumove na hiyo neno ni uoga. Kwa sababu hawa walisema wakitua ni same tu. Hata tukikaa hapa ni kama tumekufa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukisikia neno la Mungu ureactivate. Hallelujah. Na uanze kumove with the word of God. Have confidence with the word of God. Have confidence with your God. Bwana Yesu asifiwe. Shida ya watu wengi ni kwa sababu hawamuelewi Mungu, hawajamfahamu Mungu. Sasa uoga imekushika. Haleluya. Unasema na nikisema sasa sasa nimeondoa nimepona. Nikisema nimepona alafu bado urudi. Sasa hiyo ni kudao na hiyo ni uoga. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mingi ile Mungu ametaka kututendea, lakini uoga ndio imetuzidisha. Bwana Yesu asifiwe. So hawa wenye ukoma wakaanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuende mstari wa 5. Wakasema basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Haleluya. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Haleluya. Ninakuambia you have to become a risk taker. Faith is risk taking. Haleluya. Yaani unahatarisha, unasema iwe vile itakuwa, ikiwa mzuri ni sawa, ikiwa mbaya bwana unafuata neno la Mungu. Kwa sababu hawa wenye ukoma ni watu ambao hawana miguu mizuri. Kulikuwa na watu walikuwa na mafarasi, kulikuwa na watu wana misuri, kulikuwa na watu wangeenda mbio, lakini hawa ndio walikubali kulistake. Haleluya. Kwa hivyo na wewe hata kama watu wamekureto, wameona hauwezi, wameona haiwezekani na kwako, lakini ukiamua kusikianga neno la Mungu na kuondoka na hilo neno, Mungu atakuwa akifuata makanyanjo yako. Hawa wenye ukoma walianza kwenda, walikuta huko kwa Washuri hakuna mtu, kwa Washami. Haleluya. Walikuta hakuna mtu kwa sababu Mungu amefanya hawa Washuri, hawa maadui wasikie miendo ya gari
na farasi, gari zinakuja, wakasikia mgurumo mkubwa. Haleluya. Na wewe ukichukua hatua ya kuactivate the word of God in your life, Mungu mwenyewe ndiye atakupea mgurumo. Hata kama ni pesa ndogo uko nayo na Mungu umesikia umeanza biashara, hiyo biashara Bwana ndiye ataipa mgurumo katika jina la Yesu. Kwa hivyo lazima uwe mtu wa kuactivate the word of God. Kwa sababu Roho wa Mungu anatafutana ni nani amepokea hilo neno niweze kumfanya mtu mkubwa, niweze kumpea mgurumo. Haleluya. Roho wa Mungu alikuwa anatafuta, akaona ni wenye ukoma. Wanaweza kuwa ni wenye ukoma na pengine hata walikuwa wanaenda wakikuruma, waende waona wenye ukoma hawana mikono mizuri, hawana viungo vizuri, zimekuliwa. So hao watu sio wataenda wamesimama hivi, ni kama Kristiano, sijui hiyo sasa tunaita. Haleluya. Wataenda tu wanachuchuma, lakini Roho wa Mungu alikuwa hapo. Anapea hiyo kuchuchuma kwao. Wakikanyanga inapewa mshindo. Inapewa mgurumo wa magari. Mafarasi ya mbinguni ilikuwa inawapa. Haleluya. Mimi niko hapa kukuambia. Hata ukisikia neno la Mungu kutoka Januari mpaka December na uactivate the word of God, you are not taking risk. Your faith, how allow your faith to take risk. Nakwambia ni kazi bure. Haleluya. Bwana anatafuta watu ambao watachukua neno lake na kuanza kulifanyisha kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Wakati Mungu akisema neno hapa, ni lazima tuwe tuko tayari kufanyisha imani kazi. Haleluya. Amina. Tukiambua mashoka mahali ilianguka, itaanza kuelea. Lazima uanze kufikiria hiyo wiki. Ni wapi shoka langu? Ni wapi nilizimia? Nilikuwa na moto, nilikuwa na tamani kutumikia Mungu. Ni wapi nilizimia? Hapo uambie Bwana ni hapa. Utaona umerudishiwa. Haleluya. Kwa hivyo neno la Mungu liko na neno mahali hapa ili tukaweze kulichukua. Hawa wenye ukoma walipofika kwa Ashani walitoroka, wakaacha mapunda zao, wakaacha mafarasi, hata yaani hawakuona. Waliona ile jeshi inakuja ya adui ya Wahiti na Wamisri itawafumania kabla wapande farasi. Can you imagine the way God operates? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uko hapo ukubali kutake risk. Hata tukiambiwa hapa neno la Bwana liseme Mungu atatubariki, bado wewe Mungu atatuchekesha. Hata haunanga matumaini unaweza fanya wewe kitu na Mungu ucheke. Haleluya. Mungu atatubadilishia wardrobe. Wewe unajikaunt mimi siko, kwa hiyo haukuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumekuwa tukinelewa mambo mengi mazuri. Are you taking that word to activate? Kama unaona ni ya wengine na wengine, Mungu hana ubaguzi. Haleluya. Na Mungu wetu hana ubaguzi. Lazima uwe ukichukua neno la Mungu lifanye kazi kwako. Haleluya. Lazima likinenwa, usake kujua kule msaada utatoka. Lazima uwe umefunguka mbele za Bwana. Haleluya. Mungu is not a respecter of persons. Hapa kuna mama ni mshirika wetu. Alikuwa ananitolea ushuhuda, wacha nimtoe. Yeye hayuko, atakuja kujitolea. Haleluya. Amina. Alikuwa na tuzima biashara zilifunguka na watu wakaanza kufunguliwa biashara. Yeye msichana wake amesikia kuna rafiki amepata visa ya kwenda Australia. Na sasa ile biashara na ni wapi? Kilelesho. Akamwambia acha hii biashara ni nunulie mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. So God is not a respecter of person. Monica siku hizi ako na biashara Kilelesho. Amen. Haleluya. Amina. Tupigie Bwana makofi. Kwa sababu huyu Mungu tunayemtumainia, yeye hajali, anaweza kukufungulia, anaweza kufanyia mlango wote, kukufungulia njia yote. Haleluya. Amina. Kwa hivyo, wakati unasikia kuna muondoko Roho Mtakatifu anafanyia, usiseme sasa mimi nitaanza aje. Wewe ambia Bwana hata mimi niko hapa. I am aligned. Haleluya. Kwa hili neno nikipewa nasikia, lazima tujialign. Amina. Haleluya. Ukisikia neno la Mungu, hata wewe piga
piga mstari mwambie niko hapa. Yes. So ukiona mmoja ametendewa, sisi tumeamua tutakuwa tukitendewa in group. Yes. So huyo ametendewa na wewe unasongesha imani yako, unamwambia Bwana bado niko kwa laini. Ndio. Haleluya. Usikate tamaa. Usikufe moyo. Bwana sio respecter of person. Alitumia wenye ukoma wanne. Kulikuwa na watu wakubwa, kulikuwa na majemedari, kulikuwa na mfalme, lakini hakuwatumia hao. Alitumia wale walikuwa available wanne. Haleluya. Wakati tulikuwa tunaanza hii huduma, Bwana alituambia nyinyi ni kama wenye ukoma wanne. Mungu hatumiangu watu wale wanarespectiwa, wale watu wanaona huyu anaweza hubiri. Hapana, ni yule anasema Bwana, mimi niko tayari vile utaona na mimi. Haleluya. Na itimie kulingana na mapenzi yako. Huyo mtu ndiye ako candidate wa kutumiwa na Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ujue hapa ni Mungu anatutumia. Sisi unaweza kuwa watu wamekuraito, watu wameona haitawezekana. Lakini ujue Bwana alisema atatutumia kama wenye ukoma wanne. Sisi tutalete ukombozi kwa mji. Ni wewe utalete ukombozi kwa familia yenu. Wewe ulioonekana ya kwamba haiwezekani. Unaweza mnaweza kuwa nilifanya mess. Sasa watu wenu wako hapo tu kusema huyo hakuna mtumishi kwa sababu ya past. Don't allow your past to determine your future. Hallelujah. Watu wengi wako kwa past. Nikiomba nilikuwa nasikia past. Hallelujah. Nijue past kuna Farao uliacha huko. Na Farao hakuamini wana wa Israeli wametoka utumwani. Bado aliwafuata. Hallelujah. Na Farao hata alipomalizwa pale bahari ya Shamu, bado roho ya Farao ilienda na wana wa Israeli in the wilderness. Kwa sababu wakikaa walikuwa naambia Musa hata afadhali wakati tulikuwa Misri. Kwa hivyo unaweza kuwa Farao physically hatumuoni kwako, lakini bado hapa amekushika. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali neno la Mungu libadilishe your mindset. Hawa wenye ukoma walitumia neno la Mungu, walisikia mtumishi wa Mungu akisema. Haleluya. Hilo neno ndilo liliwapa mindset mpya ya kwamba wasione ulemavu wao, wasione ya kwamba ni watu hawastahili hata kutangamana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Waanze kusema acha tuende kwa kambi ya waadui. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekataliwa na watu wao, sasa wanaona kwa adui ndiko wanaweza saidika. Naye Bwana akaona hiyo, akaanza kuwapa mgurumo. Washami wakaacha vitu zao, mafarasi yao. Haleluya. Acha tuone. Washami wacha tuende mstari wa saba. Kwa hiyo wakaondoka. Sasa ni wa Misri. Ni Washami sasa tunasema. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kugari giza bado. Hata walikuwa wanaondoka na giza. Hivyo ndivyo maadui wako wataondoka. Ukikubali neno la Mungu liwe active in your life. Uamini neno la Mungu. Neno la Mungu anasema ya kwamba halitamrudia bure. Haleluya. Bina anasema analifanikisha mahali pale linapita. Haleluya. Ukubali neno la Mungu lisikupitange juu. Likupitie ndani yako. Aliactivate ndani yako. Uanze kuona maisha yako yakibadilika. Tusikae ukawaida. Wakristo wa kawaida wa kudunishwa. Wakristo ambao wanaonekana shida zote ziko kwa nyumba za Wakristo. Hati mpaka watu wanaweza uliza nini mnaomba? Hatuombangi kwa sababu ya shida. Tunaomba kwa sababu tumeumbwa na mfano wa Mungu wetu mbinguni na sura yake. Na anapenda tukinena na yeye. Ile mtoto wako sio lazima awe na shida ili akuongeleshe. Mtoto wako anakuongeleshanga tu juu ya shida. We tunaombanga to create a fellowship with our Creator. Hallelujah. So wakati tunakuja kuomba, hatuombangi juu ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaombanga kwa sababu it's a way of communicating with our Father. Hallelujah. Communicating with our Maker. Aweze kutuambia ni wapi utapitia wapi. Aweze kuactivate your inner man. Wakati tunaomba ni kuactivate our spirit man ili aweze kuconnect na spirit wa Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna watu watakuwa maasha. Tumalize kuhubiri na wao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
Haleluya. Ati basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo waliingia katika hema moja. Haleluya. Ukikubali Mungu atakuingiza kwenye hema moja. Utaanza kukuingia kwenye hema moja. Ile shida uko nayo utakuta hema moja, utakuta mahali pamoja, kwa sababu Roho wa Mungu anatafuta mtu ambaye anaweza tulia. Ana neno, Roho wa Mungu anasembeanga akitafuta ni nani amekubali hilo neno. Na hilo neno alifanya kuwa hai, alifanya kuwa nguvu, na utaweza kuingia. Wenye ukoma ndio waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza. Tunanyamaza mkigoja hata kupambazuke, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Haleluya. Yaani ukianza kuoperate na neema ya Roho Mtakatifu, utapewa hata hekima. Haleluya. Hawa watu kama hawakuwa ni Mungu, na ni Mungu anataka kujitukuza. Vile ninakwambianga, Mungu hajakuokoa tu uingie mbinguni. Haleluya. Mungu amekuokoa ili akurudishe katika ile nafasi Adam na Hawa walitoka. Haleluya. Ya kwamba mtawale pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wewe ukiwa hapa duniani utawale vile mbinguni Mungu anataka kufanya. Haleluya. Mapenzi ya Mungu yakatimia hapa duniani kama mbinguni kupitia wewe. Kwa hivyo idhini ya Mungu kukuokoa sio tu ukaishi na yeye milele. Kwa sababu kama ni kuishi na yeye milele, siku ile ulisema nimeokoka, angekuchukua tu ukaishi na yeye. Lakini ni kwa sababu anataka watu watakao mwakilisha hapa duniani. Watu ambao wanaweza sema umenionea huyo mwanangu. Analingia kwa shetani, anamwambia umenionea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikutoka leo ukubali Mungu tu akutumiaje kujitukuza. Haleluya. Na Mungu haangalii masomo. Unaweza kuwa kimasomo uko na ukoma. Watu ukienda kwa wasomi watasema wewe huko you don't qualify. But before God anatumianga hata wenye ukoma. Haleluya. Hata kama ulifika Nazareth, bora tu uko ready utembea na neno la Mungu. God will use you mightily. Haleluya. So, tunaona hawa wenye ukoma kwa sababu walialign. Nataka kukuambia how to activate the word of God is aligning. Kualign nasema ni kupiga aligning. Si gani? Alignment inafanyanga ni kulainishwa. Lazima wewe ukijirainisha kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. So kama wewe hauombangi, utapataje elimu ya kujua mapenzi ya Mungu ni nini hii majira? Utakuta wakati Mungu anataka ukimbie mbio za imani, ndivyo na wewe unasema mimi nimegojea Mungu. Niko hapa, maana unaniambia niko hapa nimegojea tu Mungu. Sasa hiyo majira ya Mungu ni wewe uanze uwe kuambia. Ni wakati huo ni wewe uwe unafunga ili akuonyeshe ni nini liko mbele. Haleluya. Ujialign with the will of God. Wakati mwingine Mungu anataka uwe ni wakati wa ku feast on the word of God. Kwa sababu huko mbele hilo neno Roho Mtakatifu atakuwa akilitumia kukutia nguvu. Unakumbuka kuna mahali nilisoma, unakumbuka hiyo neno ukiomba unaenda kwa Bible unasema na kweli imeandikwa hivi, kwa hivyo sitavunjika moyo. Lakini kama hausomangi neno la Mungu, wakati Roho Mtakatifu anaingia kwa storehouse yako ya roho, anatafuta kitu kimeandikwa, hata hauna ya kuambia shetani imeandikwa. Yesu alikuwa na storehouse, alikuwa anajua neno la Mungu. Akamwambia shetani imeandikwa, mwanadamu hataishi tu kwa mkate. Haleluya. Lakini Wakristo wengi tumeokoka, lakini hatunanga kitu kwa storehouse yetu. Kile tuko nayo ni moshene. Nani siku hizi nani anaiko juu? BBC mingi ndio tumeweka huko.
Uso hata ukiota, badala Mungu afungue moyo wako atukute neno moja. Linaloweza kukupea uponyaji. Linaloweza kuleta encouragement. Unakuta hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikutoka leo uambie Bwana mimi ninakataa kuwa tu ndani yangu hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna Greek inasema matoho. Haleluya. Unakuta ndani yako hakuna kitu cha maana. Ni matoho. Sasa hiyo ni wasome. Matoho maneno haisaidii. Hata ukiongea na watu ukipewa kachansi mahali encourage, unakuta hakuna kitu unaweza ambia watu kiko hai. Na ile hali umeokoka sio siku moja sio siku mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana anataka tujue how to activate his word. Amina. Hallelujah. That the word of God will become active in your life. Yes. Like a sharp double-edged sword. Hallelujah. Ndiwe likienda mbele yako na kupasua mierezi. Yes. Ipasue hata vizuizi zile unawekewa na adui. Yes. Sio wakati unakuta kakizuizi hauna kaneno, hauna neno, unaweza nenea mlima, umoke, hauwezi nenea hali. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kuactivate the word of God. Yes. Kama hawa wenye ukoma. Haleluya. Kupitia hawa wenye ukoma walibadilishiwa maisha. Bwana Yesu asifiwe. So their life ikabadilika. Juu waliingia wakakuta mafarasi, wakakuta fedha, wakakuta dhahabu. So maisha yao haikuwa tena wale wenye ukoma walikaa nje. Yes. By the end of the day, by the time waende wakaita nyumba ya mfalme, na neno la Mungu litimie kwa Waisraeli, lilikuwa lishatimia kwao. Kwa hivyo ukiactivate the word of God, litakuwa likitimia kwanza kwako. Alafu sasa unaambia wengine, hakukumbuki neno na Elisha. Haleluya. Walende wao ilikuwa imetimia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu atusaidie sana. Amen. Tusiwahi zoea watumishi wa Mungu. Unajua huyu mmoja ambaye ukisoma hapo chini, wacha tusome. Nisikwambie hadithi na tunasoma neno. Haleluya. Amina. Haya tuendelee. Haya tunaona wakaenda kwa nyumba ya ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema na sisi tumenyamaza, tukigoja hata kupapazuke madhara yakatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa kuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Haleluya. Unaona, mpaka wale watu walikuwa na afya mzuri, hawakuwa na imani, yaani hawakuona uwezekano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa walidea kubiri, wakadea to risk. Mungu alikuwa na wao. Haleluya. Na wewe Mungu anataka udare to believe the word of God. Usikubariki neno la Mungu liwe likisemwa tu bure. Alafu unasema leo kulihubiriwa. Mwingine hata jioni ikifika hajui kile kilihubiriwa. Kesho ikifika hujui kile kilihubiriwa. Na ndio sababu tunakujanga na notebook. Tunaandika, una note mahali kile kimehubiriwa. Ili hii wiki unatafakari hilo neno. Kwa sababu linaweza vile Pastor Margaret amehudumiwa, wewe utakapoenda kulichambua, utahudumiwa vile wewe unastahili kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio sababu unaona mtu ako na notebook. Kwa sababu mwanadamu kawaida vile ameumbwa ndio akusahau haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona wale hata nyumba ya mfalme, hata mfalme mwenyewe hakuona uwezekano. Yeye aliamini ni mtego wa Washami. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona hata hawa
bado hawakuingia kwa mji, waliita watchman. Hawangeingia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usijali vile watu wamekubeba, lakini Mungu atakutumia kuwapa solution. Amina. Usijali kama wewe hata ni baba wako umeruhusiwa kuongea na wao au haujaruhusiwa kuongea na watu wakubwa. Hallelujah. That when you believe and you dare believe in the word of God, God will use you to manifest his glory. Amen. Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mtu anaweza jidunisha. Aseme mimi siwezi tumika. Wewe alaini wase, jiweke mstari wa pale Bwana anapitia. Kijua Bwana anapenda utakatifu. Kaa katika utakatifu. Ukipenda Mungu anapenda umuombe. Bwana anasema man ought to pray always. Hallelujah. Because when you pray always, you connect with the heavens. Unakaa redio yako, redio yako iko sawa. Ukikosa kuomba, redio yako inashikanga mambo ya hapa duniani sana. Hakuna ile itakupitanga, na zingine ni za kukuvunja moyo, na zingine ni za kukutoa katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. But when we are prayerful, tunainua redio yetu, frequency inashika mambo ya mbinguni. So hata ukisikia jambo la kukuvunja moyo, unajua huyu ni shetani anataka kuniondoa katika mahali nimesimama pangu. Unakataa, unakuwa strong. Hallelujah. Kwa hivyo kanisa la Revelation niko hapa kukuambia, align yourself to the will of God. Kwa kujua ni nini inanipasa nafasi ya sahihi nifanye. Nafasi wakati huu ni wakati tunaambiwa ni ufufio, ni wakati wa urejesho. Kwa hivyo haitakikani mtu asinzie kiroho. Haleluya. Unastahili kukaa ukiwa alert. Ni nini Bwana anafanya? Kuna urejesho. Kwa hivyo usikutikane hauko ready ikaenda kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Za Mungu haiwezi rudi. Majira yake ya kuinua kanisa ikifika imefika. Majira yake ya kuinua watu ikifika imefika. Kwa sababu lazima ajitukuze. Haleluya. Hata kama ni wenye ukoma atajitukuza na wao ni wao. Hata wale walionekana hawafai wakitainuliwa. Haleluya. Hata wale walikuwa wanashindwa watafanya biashara aje, na hakuna mtu anaweza. Mungu anapea mtu mzigo. Unasikia? Wewe Monica kuja uone hapa kuna duka. Na ni wapi? Kilelesho huko kwa wadosi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, God is not a respecter of person. Anaweza kukuinua hata wewe. Anaweza kukubadilishia maisha hata wewe. Ukae tayari. Ujiarai. Piga laini. Jua Bwana anapenda utakatifu. Anapenda upendo. Anapenda amani. Anapenda unyenyekevu. Ndio tumeambiwa tunyenyekee. Kwa hivyo hii wiki tafuta vile utanyenyekesha moyo wako. Tukaambiwa siku moja na Bishop akasema kunyenyekea sio ati mimi niko hapa na mimi kunyenyekea sio hivyo. Kunyenyekea ni ujue the will of God. Ukae na will of God. Kwa sababu unyenyekea kwa wanadamu, unanyenyekea kwa Mungu. Ukijua Mungu anapenda haki, fanyia watu haki. Ukijua Mungu anasema penda jirani vile ujipendavyo, penda huyo jirani. Ukijua Mungu anasema samehea, unasamehea hata kama ni chungu aje. Haleluya. Kwa hivyo unyenyekevu ni kutii neno la Mungu. Unyenyekea, apoe mwenzako kunyenyekea ni kutii neno la Mungu. Kunyenyekea ni kutii neno la Mungu. Ndio mwingine anaulizanga, hii neno nimesijua sana ati kutii. Sila sana Roho Mtakatifu anasema kunyenyekea. Kunyenyekea ni kufanya vile Mungu anasema. Amina. Haleluya. Hiyo ndio kunyenyekea mbele za Mungu. Nyenyekeeni ni kutii neno la Mungu. Mungu akamwambia Saul kupitia Samuel ya kwamba Mungu hapendi dhabihu. Anapenda moyo wa kutii. Kutii ni kunyenyekea mbele za Mungu. Mungu ndiye anasema tuombe. Unanyenyekea unaomba. Mungu anasema toe zaka zetu. Kunyenyekea ni kutii. Haleluya. Kutii. Haleluya. Mungu anasema tupendane. Unanyenyekea unapenda watu. Haleluya. So ni kutii neno la Mungu. Si Mungu awabariki. Na hii wiki tukubali neno la Mungu lifanye kazi. Ya kwamba wakati neno la Mungu linatoka kinywani mwake,
likitoka kwa kinywa chake. Na ujue Mungu hata kuja kuneneza, anatumia watumishi wa Mungu. Haleluya. Na Mungu pia anaweza kukunenea kwa ndoto. Mungu anaweza kukunenea wakati uko kwa shughuli zako, usikie wimbo. Ukisikia hiyo wimbo uimbe, utasikia kuna neno la Mungu ndani ya hiyo wimbo. Ujue hiyo ndio message yako. Haleluya. Kwa hivyo hiyo message vile utaichukua ndivyo Mungu anaangalianga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unasikia neno la Mungu mahali hapa, Bwana anataka tuwe tukiactivate, tukichukua hilo neno. Haleluya. Ili hilo neno lifanye kazi kwako na kwangu. Tusiwe tukiachwa na mambo ambayo Mungu anataka kututendea. Haleluya. Tusimame. Bwana anasema sisi ni kama wenye ukoma. Kwa hivyo unakuta wewe pahali uliambiwa hautaweza, ukijiarai na ukubali kutake risk, hatarisha jina lako, hatarisha status zako, hatarisha maisha yako kwa ajili ya kutenda vile neno la Mungu limesema. Haleluya. Kutii ni kuriski. Haleluya. Ujui watu kama watakupokea ama watakukataa. Bwana Yesu asifiwe. But tunahatarisha. Hata mimi sikuwa najua kama nitakubalika ama nitakataliwa, lakini I had to do the what God has ordained. Ameniambia. Haleluya. Bwana akikwambia wewe ni mtakuwa mchungaji, sio kupigana na hiyo. Haleluya. Hata kama kulikuwa kuna hakuna. Hii nyumba haikuwa na sura. Haleluya. Hata mbingu na nchi hazikuwa na sura. Haleluya. Mpaka siku ile neno la Mungu lilitimia. Hii kanyumba kalikuwa kamekaa hapa, kamekuwa mpaka kulikuwa na kivute hapa ndani. Haleluya. Na haikuwa inaonekana, lakini Mungu huyu ukikubali kutake risk, kuactivate the word of God in your life, Mungu ndiye anaendaga akikufanya na hilo neno. Haleluya. Una imagine kibali cha Mungu mpaka reprot mwenyewe anasema sasa ukitaka kujenga ghorofa nyingi jengeni. Hii ni ya kanisa. Hiyo sio Mungu. Mungu akinena neno lake anajua vile litaendelea huko mbele. Wewe kazi yako ni kuanza kutembea na hilo neno. Wewe ni Mungu kazi yake kuondoa washawi mbele yako. Ni Mungu kazi yake kutimiza neno lake. Haleluya. Kwa hivyo lazima kanisa tuanze kuchukua neno la Mungu na kutembea na neno la Mungu. Mungu hasemaje akiwa na doubt? Anajua hata kama unaonekana watu wanaona hauwezekani. Ukianza kuactivate anakupa nguvu mpya. Anakupea uhai. Haleluya. Utaweza kufanya mambo ambayo watu ambao wangeweza hawataweza, lakini wakiangalia wanasema kweli huyu ni Mungu. Haleluya. So at the end unga ilipatikana vile neno la Mungu lilikuwa limesema. Haleluya. Na yule askari akida hakukula, alipokuwa akifungua gate, watu walimkanyanga akaona, lakini hakukula kwa sababu alidoubt na akapigana na sauti ya Mungu. Na wewe usio wa kupigananga na sauti ya Mungu, utaona lakini hautakula. Haleluya. Utaona lakini hautafikiana. Lazima tukae kwa kutii na kusikia sauti ya Bwana na kunyenyekea. Haleluya. Baba wa mbinguni ni asante. Ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana siku ya leo, naomba nikisikia neno niwe tayari, nisiwe watu wengine ni uoga, kudoubt. Kwa wewe uko na shaka. Hata ukisikia neno la Mungu, hauwezi kuenda na neno la Mungu. Wewe una doubt. Unashaka. Ndio umekuwa ukiona mambo yakitimia yale yalinenwa, lakini sio kwako. Ni wengine wanatimiziwa. Siwaambie Bwana nisamehe wakati ule nimedao. Na siku ya leo ninaomba Bwana niumbie imani, niumbie ujasiri, niweze kuchukua neno lako na uhodari na kulifanyisha kazi ndani ya maisha yangu. Mashakataraba, magorogosataraba. Mimi napenda Mungu kwa sababu haheshimu mtu. Ako tayari kutumia wenye ukoma. Alitumia wenye ukoma kufanya neno lake likatimia. Kwa hivyo haulizi mtu amesoma wapi, haulizi mtu anakaa aje,
tunasema ni asante. Mara mingi Bwana tumeingia kwenye utumwa kwa sababu tumekosa maarifa yako, lakini sisi kama kanisa Bwana tunajiombea kutoka leo ya kwamba neno lako litatupa ufahamu, neno lako litatupa maarifa. Hatutaingia kwenye utumwa, hatutahofu tena, hatutaonewa na maadui. Ni kwa sababu wakati unanena neno lako tutakuwa tukiondoka na hilo neno, na tutafanyisha imani yetu hai kupitia hilo neno, na wewe ndio utatutangulia, wewe ndio utaenda kutengeneza njia, wewe ndio utafukuza maadui mbele yetu. Hiyo sio kazi yetu. Tunaomba leo tuondolee roho ya uoga, tunaomba leo tuondolee roho ya shaka katika jina la Yesu. Ambia Bwana akuondolee roho ya uoga, ambia Bwana akuondolee roho ya shaka, that you will not doubt the word of God, you will not doubt the faithfulness of God, that you will not doubt the mercies of God. Hautakuwa ukiwa na shaka kama umesamehewa ama hukusamehewa. Hautakuwa na shaka kusema Mungu ananionaga aje. Mungu anakuona vile alikuumba kwa mfano wake, na anakuwazia mawazo mema, amekupangia mipango mizuri, anajua ule mpango alionao juu yako. Wewe ndio umekubali shaka, ndio unaishi. Hata Bwana akikwambia tengeneza njia zako, nitajitukuza na wewe. Wakati Bwana anajitukuza na wewe, hata wewe unazunguka shaka tena basekele matuna sandala mayele kosia sheparuna na mazeke zemandarabu. Asante Bwana kwa neno lako. Baba ninashukuru. Baba ninashukuru kwa hilo neno. Naomba hilo neno likazalishe makusudi yako. Na kwamba uangalie watu walio na misuli. Wow, Daudi alimtumia. Alikuwa outcast. Alikuwa rejected. Babake hakumjua kama mwana. Alikuwa hata hamcount kama son. Aliita wale walikuwa na misuli. Akaita wale walikuwa wamezaliwa vizuri kwa ndoa. Kwa sababu Daudi anasema alizaliwa kwenye dhambi. Kwa inawezekana Daudi alizaliwa ni kama Jefta, alizaliwa nje ya ndoa, lakini hata kama alizaliwa nje ya ndoa, Bwana aliona Daudi, aliona kitu kizuri. Mungu haangaliagi wabaya, Mungu haangaliagi vile watu wanaangalia. Mungu anataka tu mtu atasema naja mbele zako. Tazama kina Maria Magdalene walitumiwa na Mungu. Maria Magdalene wakawa the supporters of the ministry of Jesus Christ, lakini kwa watu hawangehesabu kama wanakubalika, lakini hao ndio Yesu. Hata wakati alifufuka, the first person kujionyeshana kwake ni Mary Magdalene, yule ambaye alikuwa na pepo 7, yule ambaye pengine alikuwa hafai, lakini Mungu haangaliani hivyo. Tunaangalia siku ya leo, Bwana anataka uchukue neno lake maishani mwako, ujue ya kwamba anaweza kukutumia kutimiza makusudi yake katika jina la Yesu. Baba ni asante kwa neno lako. Naomba hili neno likatufanyie kazi, na hili neno likazalishe mapenzi yako, likazalishe mazao, iwe na mazao ndani ya mioyo ya watu wako. Wale walijiona hawafai, wale walijiona Baba neno lako likipita hapa ya kwamba wao they are not a part of that word. Siku ya leo naomba ubadilishe mawazo, badilisha nia zao, badilisha attitude zetu Baba na mindset yetu, tuweze kuendanisha na neno lako, tuweze kujiarai ya kwamba unapobadilisha watu maisha, hata sisi tumequalify kuweza kubadilishiwa, tuweze kujiarai na majira ya revival, hata sisi tukaweze kutumika katika maeneo yale. Baba unataka kutuposition, kuna revival na Bwana anaposition watu. Kuna wale watapositioniwa katika elimu, kuna wale watapositioniwa katika mabiashara, kuna wale watapositioniwa katika politics, kuna wale watapositioniwa in all the 7 mountains. Mandala bosekele bazai, kuna wale watapositioniwa kwa entertainment na hata kwa uimbaji. Lazima ujue ni wapi Bwana ataenda kuliposition. Ako tayari kukutumia kama chombo, ujitukuze. Makadosia, wakati walimu wanaharibika, wewe ukue
tunalipokea hilo neno likawe mwangaza wa kutumulikia, iwe taa ya kuangazia maisha yetu, iwe nuru katika ufahamu wetu, katika jina la Yesu. Tunafunika hilo neno na damu ya Yesu. Halitaibiwa. Kutoka leo hakuna mtu ataona hafai. Hata wale ni wakongwe, watoto wao wanaweza inuliwa. Yale mambo unanena hapa yakatimia kupitia watoto wao katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni mwema na ni mwaminifu. Tunaomba kurejeshewa kile kilikuwa na adui, yale mambo tulipoteza kwa kukosa ufahamu. Tunaomba yakarejeshwe. Turejeshe baraka, turejeshe ufanisi, turejeshe amani, turejeshe furaha, turejeshe Baba utumishi katika jina la Yesu. Rejesha vipawa za Roho, rejesha karama katika jina la Yesu. Kule tuliondolewa katika nafasi zetu, tunaomba majina haya ya urejesho, turejeshewe sasa, turejeshewe sasa katika jina la Yesu. Rejesha Baba nguvu za maombi, rejesha moto wa ushirika, rejesha neno lako, turejeshe ufunuo, turejeshe Baba katika jina la Yesu. Asante Bwana wa majeshi, tunaabudu na kukuinua. Bariki kanisa lako hii wiki Baba, iwe baraka, hii wiki ya baraka, iwe baraka, wiki ya kuinuliwa, iwe wiki ya ufufio, iwe wiki ya urejesho katika jina la Yesu. Nafungulisha madirisha ya mbinguni, nafungulisha baraka kwa watu wako. Tuachilia destiny helpers, destiny helpers, wale waliondolewa wasitusaidie, wale walipofushwa wasituone, wale walifungwa hata mioyo yao ikazibwa ili wasitukumbuke. Hii wiki tuanze kukumbukwa. Hii wiki hatutang'ang'ana. Wale Baba wana mahitaji, nafungulisha destiny helpers wakuwaletea msaada. Nafungulisha destiny helpers, nafungulisha makunguru, wale wanakuja wametubebea nyama zetu, wale wanakuja wametubebea chakula chetu, wale wanakuja wamebeba mkate katika jina la Yesu. Na kule tumekaukiwa, tutiburie visima katika jina la Yesu. Wete watu wa msaada kwetu, nasi pia tuwe msaada kwa wengine katika jina la Yesu. Asante, wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Tunakuabudu, tunakuinua Baba, ni asante. Tunafunga milango yote ya Rive. Tukitoka mahali hapa Baba, hatutafuatwa na visirani. Kila mpango wa shetani kinyume cha jamii zetu, kinyume cha nyumba zetu, kinyume cha ndoa zetu, mipango yote ya shetani tunaifungia nje. Tunaharibu mipango yako, tunaivunja-vunja, tunavuja-vuja mishale. Hii ni imeelekezwa kwetu. Hii wiki tunatangaza ni wiki ya amani. Hakuna magonjwa, hakuna ajali, hakuna kwenda kwa hospitali, hakuna kulazwa kwa hospitali. Tunachoma hizo mishale, tunachoma hizo faili. Kila faili ya adui ilikuwa imeandikishwa kinyume chetu, tunaivunja-vunja, tunailaruga na kuiakishia moto. Tunachoma faili zako shetani. Wale walikuwa wameandikiwa waweze kuwa adhibite kwa mahospitali. Hizo vitanda za hospitali tunazichoma sasa. Tunachoma mishale yako, tunachoma uchawi wako, tunachoma ulaguzi wako katika jina la Yesu. Maana yote ya Bwana imetolewa kinyume chetu, tunayakanzo kwa damu ya Yesu Kristo. Maneno yote ya kutusingizia, maneno yote ya kutushambulia, tunayakanzo kwa jina la Yesu. Kule tulikaliwa chini, tukatolewa ushauri mbaya, hiyo ushauri tunaukanzo kwa jina la Yesu. Wale huwa wanakutolea na ushauri ya kutuangamiza, sio kwa ushauri yao, tunawapika nao, tunawarudishia. Wewe ujinga, ushauri wao, hekima yao iwe ujinga, hekima yao iwe ujinga. Wale huwa wanaweka chini ili wanakutatulia wale mambo mabaya. Sasa tunafuka hiyo kraini zao katika jina la Yesu. Hizo mtua tunazichoma na moto katika jina la Yesu. Visima zote nazo zitatuachilia maji machafu kinyume chetu, tunazikausha leo katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni tulinde, Baba wa mbinguni linda watoto wetu, linda maisha yetu, tuzingire na utufanikishe katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ni mwema. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness